أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Taarifa kubwa tulionayo hii leo ni kuhusiana na kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza na Qatar. Kama mtakumbuka, Septemba 9 majeshi vamizi ya Israeli yalivuka mipaka na kuishambulia Qatar katika kile kilichoitwa kuwa mashambulizi hayo yalilenga kuwaua maafisa wa ngazi za juu wa Hamas waliokuwepo katika ukumbi maalum kwa ajili ya kufanya mazungumzo kujadili pendekezo la Marekani lililodaiwa kuwa lilikusudia kumaliza vita vya Gaza. Ni kwa shabaha moja tu ambayo viongozi wa mataifa mbalimbali ya Kiislamu wamevielezea, ikiwa ni pamoja na kiongozi mkuu wa Qatar Sheikh Tamim ibn Hamad al-Thani ameeleza kuwa Israel haina nia yoyote ya kuweza kupatikana suluhu ya kumaliza vita vya Gaza, na badala yake ndio maana ikawa imekusudia kuja kuwaua Wafalastini wakiwa katika ardhi ya Qatar, jambo ambalo ni kukiuka mipaka ya nchi na linakiuka jambo hilo misingi yote ya sheria za Umoja wa Mataifa kote duniani limelaniwa jambo hilo. Katika taarifa tulionayo, kwanza ni kuwa harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestine Hamas imesema kuwa waziri mkuu wa serikali ya Kizayuni Benjamin Netanyahu atabeba dhamana ya matokeo yoyote yale yatakayotokea baada ya wao kukivamia Gaza City kwa ajili ya kutaka kuikalia ardhi ya Gaza kwa ukamilifu wake. Hamas imesema kuwa uvamizi huo utahatarisha maisha ya mateka wanaoshikiliwa katika ukanda huo. Taarifa ya pili tulionayo ni ile inayozungumzia juu ya kile kilichosemwa na rais wa Iran Daktari Masoud Pezeshkian, ambaye amemwambia mwanamfalme wa Saudi Arabia Prince Muhammad bin Salman ya kwamba Saudi Arabia inabeba dhamana kubwa katika kadhia ya kuunganisha Waislamu kwa pamoja, mataifa yao yaungane kwa pamoja ili kuweza kuwa na nguvu za kuweza kuhami na kuyatetea mataifa yao dhidi ya uchokozi wa Mayahudi. Hayo yamesemwa katika ule mkutano uliofanyika Qatar, ambapo mataifa ya Kiislamu na ya Kiarabu walikutana kujadili shambulio la Israel dhidi ya nchi ya Qatar. Rais wa Iran Daktari Masoud Pezeshkian amesema kuwa kuwepo umoja kati ya nchi za Kiislamu ndio njia pekee ya kuzuia uchokozi wa Israel. Amehutubu Saudi Arabia ambayo amesema ni moja kati ya mataifa makubwa zaidi ya Kiislamu kuwa inabeba jukumu zito sana katika hali ilivyo sasa. Pezeshkian ameeleza hayo katika mazungumzo na Prince Muhammad bin Salman, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, pambizoni mwa mkutano wa dharura wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Arab League. Katika mkutano uliofanyika siku ya Jumatatu Septemba 15 kule Doha nchini Qatar. Mkutano wa dharura wa viongozi wa nchi za Kiislamu na Kiarabu umefanyika ili kujadili jibu rasmi la pamoja la mataifa ya Kiislamu kufuatia mashambulizi ya Israeli Septemba 9, ambapo utawala wa Kizayuni ulitekeleza jaribio la kuwaua viongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya ukombozi wa Palestina Hamas huko Doha mjini Qatar. Hata hivyo, shambulio hilo halikuweza kufanikiwa kuwaua viongozi wa Hamas na badala yake liua baadhi ya maafisa na afisa mmoja wa usalama wa serikali ya Qatar. Katika mazungumzo hayo, bin Salman amesema amefurahishwa kuona uhusiano kati ya nchi kubwa za Kiislamu, Iran, Saudi Arabia na Uturuki ukizidi kuimarika zaidi. Bin Salman amesisitiza kuwa nchi za Kiislamu zinapaswa kuwezeshwa zaidi kwa kujenga nguvu zao zilizo imara zaidi ili ziweze kutetea kwa ufanisi zaidi uhuru na heshima ya nchi yao katika ulimwengu wa Kiislamu na kuzuia uchokozi wa vitendo vya mabavu vya utawala wa Kizayuni. Rais wa Irani pia amekutana na kuzungumza mjini Doha, Qatar, na Rais Abdul Fattah al-Sisi wa Misri na kusisitiza kuwa kuimarisha umoja na mshikamano kati ya nchi za Kiislamu ndio njia pekee mwafaka zaidi ya kukabiliana na kukaririwa na kuendelea jinai za Israeli. Mapema rais wa Iran aliyahutubu mataifa ya Kiislamu akisema kuwa iwapo mataifa ya Kiislamu yatabweteka na kupuuza kujenga uwezo wao wa kujilinda kwa pamoja, hakuna nchi miongoni mwazo itayobaki kuwa salama.
Katika mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu uliokutana kwa dharura mjini Doha, Qatar, ikiwa ni wiki moja baada ya mashambulio ya Israeli yaliyowalenga viongozi wa harakati ya Kiislamu ya Hamas nchini Qatar. Mashambulio haya yamesababisha hasira kubwa katika nchi zote za ulimwengu wa Kiislamu. Mkutano huo wa kilele wa Umoja wa Nchi za Kiarabu na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kimataifa wa Kiislamu umeitishwa na Qatar na ulikuwa na lengo la kuiwekea shinikizo Israeli ambayo imekuwa inakabiliwa na mito inayoongezeka ya kuvimaliza vita na mgogoro wa kibinadamu huko Gaza, ambapo Israeli ikiwa imejiondoa katika hali ya utu imeweza kuwaua kinyama maelfu ya Wafalastini, wanawake na watoto, wazee na vikongwe wasiokuwa na hatia yoyote. Kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amewaambia mkutano huo kuwa inachotaka Israeli ni kuyafanya mataifa yote ya Kiarabu kuwa chini ya udhibiti wake na kwamba haina nia yoyote ya kupatikana amani baina ya Wafalastini. Kiongozi huyo ameongeza, na hapa namnukuu, mtu yeyote anayedhamiria kwa makusudi kabisa kuwaua wale anaojaribu kufikia nao makubaliano anakusudia kuyachafua majadiliano hayo. Kwake yeye mazungumzo ni sehemu tu ya vita, mwisho wa kumnukuu. Haya ni maneno ya kiongozi wa Qatar Mfalme Al Thani ambaye ameeleza wazi kuwa Netanyahu alifanya shambulio hilo akiwa na lengo la kuyavuruga mazungumzo ili aendelee kuwaua watu wa Gaza, kuvunja nchi yao na kuhakikisha amewamaliza na ardhi ya Gaza isiyoweza kukalika ibaki kuiwezesha Israeli kuiyahudisha ardhi hiyo tukufu ya Falastini. Wakati huo huo, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya ukombozi wa Falastina Hamas imesema waziri mkuu wa serikali ya Kizayuni Benjamin Netanyahu atawajibika kwa maisha au mustakbali wa mateka wanaozuiliwa katika ukanda wa Gaza kufuatia Netanyahu kuanzisha operesheni ya ardhini dhidi ya Gaza. Harakati hiyo ya Kiislamu ya ukombozi wa Falastina imesema kupitia ukurasa wake wa Telegram kwamba serikali ya Marekani pia itawajibika kwa hatua ya kuongezeka mateso, vita ambavyo kwa hakika havistahili kuitwa kwa vita bali ni mauaji ya makusudi ya watu katika ukanda wa Gaza. Hamas imesema Marekani inaunga mkono sera ya udanganyifu iliyo na nia ya kuiadhibu Israel kwa uhalifu wa kivita inayofanya Gaza kwa takriban miaka miwili. Watu zaidi ya 64,000 wamekwisha uawa shahidi tangu mzozo huo ulipoanza Oktoba 7, 2023. Hivi sasa mauaji ambayo hayapaswi kuitwa vita yamechukua sura mpya, ambapo maelfu ya vikosi vya jeshi la Israeli na askari wa akiba walioitwa vinaendelea kushambulia mji wa Gaza City kutoka ardhini usiku kucha, huku vikitanua operesheni hizo katika ngome ya Hamas katikati ya mji huo. Jeshi la Israeli limesema limeingia katika hatua yake ya mwisho inayolenga kuumiliki kwa kuukalia kimabavu mji huo, huku likihadaa eti linasambaratisha kabisa harakati ya Hamas. Hatua hiyo imekosolewa vikali na viongozi wa dunia. Uturuki kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imesema operesheni hiyo ni awamu mpya ya mipango ya Israeli ya kuendeleza mauaji ya kinyama dhidi ya watu wa Gaza wasiokuwa na hatia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Viete Cooper amekosoa operesheni hiyo akiita ya kizembe na ya kutisha na kutoa wito wa usitishwaji wa mapigano hayo mara moja, huku halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya ikisema ingependekeza vikwazo zaidi dhidi ya Israel siku ya Jumatano ya Septemba 17 kufuatia operesheni hiyo. Msemaji wa umoja huo Al-Nur Al-Nouni amesema vikwazo hivyo ni pamoja na kusimamishwa kwa muda sehemu ya faida ya biashara ambayo ni sehemu ya makubaliano kati ya halmashauri hiyo na Israel. Rais wa Ireland Michael Higgins amependekeza kuwa Israel pamoja na mataifa yanayoipa silaha yaondolewe katika Umoja wa Mataifa. Tamko lake limekuja baada ya ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kuishutumu Israeli kufanya mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Haya yote yanatokea wakati waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani nchini Qatar kukutana na viongozi wa nchi hiyo kujadili shambulizi la Israeli la wiki iliyopita nchini humo. Katika ziara hiyo, Rubio ameunga mkono usalama wa taifa hilo, huku mataifa ya Ghuba yakiendelea kukasirishwa na shambulizi hilo la Israeli dhidi ya Hamasi lililofanywa mjini Doha. Kwa hakika kilichofanywa Qatar si shambulizi dhidi ya Hamas, bali ni shambulizi dhidi ya Doha,
kutokana na ukweli kuwa ardhi iliyoshambuliwa sio ardhi ya Palestina bali ni ardhi ya Doha. Na kile kitendo cha Michael Rubio kutoka Marekani hadi Qatar, kwanza alianza kupita Israel na kisha ndio amekwenda Qatar, na huko basi wanajadili namna ya kuweza kupanga utaratibu mpya wa kushambulia mataifa ya Kiislamu. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa serikali ya Kizayuni ambaye ni mratibu mkuu wa mauaji ya Wafalastini, ameshatangaza wazi kuwa Wafalastini ni lazima wafukuzwe katika nchi zote wanakokuwa, ili kufuata mfano wa Marekani iliyodai kwa wakati wa September 11 kwamba wale watu wote ambao Marekani ilidai kuwa ni magaidi wanapaswa kufukuzwa katika kila nchi, dai ambalo Qatar bila kupepesa macho imejibu kuwa swala kama hilo halitoweza. Qatar haina uwezo na haitofanya kuwafukuza watu wa Falastini katika ardhi yake. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amelielezea taifa la Israeli kuwa adui, akisema lazima mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu yawe na msimamo mmoja utakaotoa ujumbe kwa adui yao kwamba wameungana na wanapinga kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Huku hayo yakiarifiwa, Luxembourg imesema itaungana na mataifa mengine kuitambua Palestina kama dola huru katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Wakati hayo yakiendelea, waziri mkuu wa Israeli ndui Benjamin Netanyahu na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio wamekutana mjini Jerusalem, huku wa Palestina wakikimbia eneo la kaskazini kutokana na mashambulizi makali ya Israeli. Viongozi hao wametoa kauli inayosisitiza juu ya kuliangamiza kundi la Hamas na kuachiliwa mateka wote wanaoshikiliwa kwa ajili ya amani huko Gaza. Ni vizuri wasikilizaji na hasa wanamizani kuweza kutambua kuwa Falastini kuna mateka jumla yao waliokamatwa na Hamas pamoja na makundi mengine yanayobeba silaha ya Falastini kugombea uhuru wa nchi yao hawakuzidi watu 251, wakati Israel inawashikilia katika magereza yao wa Falastini zaidi ya 10,000. Lakini katika mazungumzo haya ambayo ni ya kinafiki yanayoendeshwa kwa sura ya unafiki wa Marekani, Rubio ambaye waziri wa kigeni wa Marekani hazungumzi lolote kuhusu kuachiliwa wa Falastini ambao wamo katika magereza ya Israeli na wamekamatwa, wakiteswa, wakiuliwa katika magereza hayo bila Marekani kusema jambo lolote juu ya wafungwa hao wasiokuwa na hatia. Lakini kitu kinachozungumziwa ni hawa watu 40 ambao wamebaki, hali ya kuwa kabla ya hapo mateka wengi walikwisha achiwa na Hamas pasipo kupitia njia hii ya mashambulizi. Na ndio maana Hamas ikasema nduli Netanyahu kwa kupeleka majeshi ndani ya Gaza kwa ajili ya kwenda kuikalia kimabavu Gaza, anabeba dhamana ya matokeo ya mateka yaliyo chini ya mikono ya wanamukawama wa Falastini. Hii ina maana kwamba Israel inaweza yenyewe ikawaua wale watu wao wanaoshikiliwa kutokana na mashambulio yao ya kiholela, na hilo haliwezi kulaumiwa kwa upande wa Falastini. Lakini kuna nini na kuna tabu gani ikiwa mateka hao watauliwa ambao ni watu 40 mbele ya 64,000 wa Falestina waliokwisha uawa na Israeli? Kuna dhambi gani na wao vile vile wakauliwa? Haya yote ni mambo ambayo Hamas inataka Israeli kuyatafakari wakati ikiendelea na operesheni yake. Israeli ilikuwa inalemewa zaidi katika vita vya ndani ya Gaza, na huko Gaza kama walivyosema kwa Hamas wenyewe, si bustani ya matembezi, ni mahala penye vita. Tunapata baadhi ya video zinazoonyesha namna ambavyo Wazayuni wanavyouliwa katika Gaza, lakini hata hivyo hii inaonyesha jinsi ambavyo Hamas walivyo na nguvu nyingi kuliko Israeli. Nchi ambayo haina msaada wowote, hawawezi kupata msaada wowote kutoka nchi yoyote. Ni watu ambao wanapigana kwa silaha za kienyeji wanazotengeneza wenyewe ndani ya Gaza, lakini wameweza kumudu vita kwa muda wa miaka 2 takriban hivi sasa, huku Israeli jeshi lake likiwa halitoshi, imelazimu kuita jeshi la akiba ili kwenda kusaidia kuushika ukanda wa Gaza na kuwamaliza Wafalastini. Na ni vizuri tukafahamu na wakati wote tuelewe kuwa Wafalastini wanapigania haki yao, si haki kwa Netanyahu au nchi za magharibi kama Marekani na wengineo kudai kuwa Hamas wanapaswa kuangamizwa. Hamas hawawezi kupaswa kuangamizwa, bali wanaotakiwa kuangamizwa ni wale waliokwenda kuishika ardhi yao na kuwafukuza kwa nguvu watu wa Gaza waondoke katika makazi yao, ili Wazayuni ambao hawana mahala pa kuishi wakawatoa watu katika ardhi yao wakaishi wao. Ni nani kati ya watu hawa wawili anayestahili kuondoka na kuuliwa kama ikiwa ni lazima kutumia maguvu?
Haya ni mambo ambayo yanapita katika Israeli ikiwadanganya watu pamoja na Marekani kuwa Hamas ni magaidi. La hasha. ANC ya Afrika Kusini walikuwa wakigombana, wakipigana na makaburu na waliitwa hivyo hivyo kuwa ni magaidi, lakini Hamas wanaitwa ni magaidi kwa kugombea ardhi yao. Wa ANC wa Afrika Kusini waliitwa magaidi kwa kugombea ardhi yao, na ndio hivyo walivyo mabeberu na wakoloni. Kila wanapotaka kwenda kuwadhulumu watu na kuwaua bila sababu, wanawatengenezea jina baya ili wapate kuungwa mkono katika uhalifu wanaofanya. Kwa upande wa Hamas, afisa wake mkuu Tahir al-Nunu amesema mazungumzo ya kubadilishana wafungwa yamesitishwa na kwamba hayawezi kuendelea kutokana na wajumbe wake wanaohusika na mazungumzo hayo kushambuliwa ndani ya nchi ambayo ni mpatanishi. Al-Nunu amesema suluhisho la pekee la kimantiki ni kwa jumuiya ya kimataifa kutoa uamuzi wa kusitisha vita vya Gaza na kutekeleza. Wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani inasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rubio ataelekea Qatar katika hatua inayoonekana kuwa Marekani inajaribu kupunguza mvutano kati ya Israeli na Qatar. Nchi hizi ni washirika wawili wa karibu na Marekani. Viongozi wetu wa mataifa ya Kiislamu wanapaswa kuelewa na wanapaswa kujikumbusha na wanapaswa kuchukulia kwa ni mfano. Leo Israeli imekwenda kuipiga Qatar. Bila shaka kesho kutwa watakwenda kuipiga Saudi Arabia, na baada ya Saudi Arabia watakwenda Kuwait, watakwenda Bahrain, watakwenda mahala popote katika nchi za Kiislamu. Kauli yenye nguvu na yenye maana zaidi ni ile iliyotolewa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye amesema Waislamu kama wanataka kuweza kumudu kuzilinda nchi zao ni lazima waungane na kujenga nguvu zao za pamoja ili kuweza kumkabili adui Mzayuni. Nchi moja peke yake haitoweza, na wala wale viongozi ambao wanadai kuwa wanalindwa na Marekani kama ilivyo kwa Qatar ambayo ina majeshi chungu mzima ya Marekani yakiwa Qatar, wanaidanganya Qatar kwamba wako pale kwa ajili ya kuilinda, na huku wanatoa amri kwa Israeli kuishambulia Qatar. Ni Marekani ndio inayosisitiza kwamba Hamas ni lazima wamalizwe. Israeli inadai kuwa imekwenda Qatar kwenda kuwamaliza Hamas, na Rubio na Netanyahu wamekutana, wanasisitiza jambo hilo hilo. Kwa hiyo ni unafiki tu ambao Marekani inaonyesha sura mbalimbali katika kuihadaa nchi za Kiislamu kwa wao ni marafiki. Hakuna urafiki baina ya mushrik na Muislamu. Atajidanna sharra nas dhul wajhaini yati haulai biwajhi wa haulai biwajhi. Umkuta mtu mbaya zaidi kuliko wengine ni yule ambaye ana sura mbili, akienda kwa huyu ana sura moja, akienda kwa mwingine anakuwa na sura nyingine. Hivi ndivyo ilivyo Marekani, Uingereza, Ufaransa na mataifa yote ya Magharibi. Hayo ndio yanaendelea huko Gaza, na kadhalika tusisahau wala tusikate tamaa. Nguvu za Mwenyezi Mungu hushinda na hakuna nguvu zilizo juu ya zile za Mwenyezi Mungu. Tusisahau kusoma surat Tabat Yada na suratul Fil kwa nia ya kumwomba Mwenyezi Mungu azivunje haraka zinazofanywa na Marekani na Israeli na nchi za Magharibi katika kujaribu kuifuta Falastini katika wajihi wa dunia, na vile vile kuifuta na kuvunja msikiti wa Al-Aqsa, msikiti ambao ni nembo ya Uislamu, ambayo ni nyumba ya Mwenyezi Mungu ya tatu kwa ubora kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu. Hakuna shaka yoyote kwamba maombi tunayoomba kwa Mwenyezi Mungu yatakubaliwa na Wafalastini watashinda, kwa dhana tulionayo tu kwamba wanapigania ni haki yao, na Wazayuni ni watu ambao kila mmoja ana kwao. Wazayuni wanaokaa katika ardhi za Falastini zinazokaliwa kwa mabavu, kila mmoja wao ana nchi yake na ana pasipoti ya nchi yake, na zaidi ya Wazayuni milioni 1 tayari walikushaondoka katika hiyo inayoitwa Israel na kurejea katika nchi zao za asili. Kwa hivyo tuendelee bila kuchoka usiku na mchana, inshallah Mwenyezi Mungu atajibu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.